33, Ezekieli 33. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Ezekieli 33. Biblia inasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, na watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja. Sema mtu mmoja. Sema mtu mmoja. Sema mtu mmoja. Huyo mtu ni wewe. Mwambie jirani yako, huyo mtu ni wewe. Mwambie tena, huyo mtu ni wewe. Anasema hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, akiona upanga unakuja juu ya nchi hiyo na kupiga tarumbeta na kuwaonya watu, basi mtu awaye yote asikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija utamwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Alisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa, angaliokoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa huyo mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa huyo mlinzi. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili la kinywa changu, ukape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, wewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe useme neno la kumwonya huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema juu ya mtu mmoja, Bwana Yesu asifiwe, ambaye amechaguliwa kuwa mlinzi wa nyumba ya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anamwambia juu ya mlinzi ya kwamba mlinzi, ikiwa umechaguliwa kuwa mlinzi wa nyumba hii miongoni mwa watu wangu, upanga utakuja, na upanga ukija, kazi yako ni kupiga tarumbeta. Ukipiga na mtu asionywe na tarumbeta, huyo mtu ataenda kwa uovu wake, na damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Lakini la hukusema neno, huyo mtu mbaya, kumbuka anayezungumzwa hapo ni mtu mbaya, hata sio mzuri, ndiye Mungu anampigia hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Uone Mungu alivyo wa ajabu na upendo. Yaani hizi hadithi zote anampigia hesabu mtu mbaya. Mungu wetu ni upendo sana. Amina. Mungu wetu ni upendo sana. Hakuna ubaya unaomsikitisha. Ubaya unasikitisha kama mbaya hataki kutoka. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema huyu mtu mbaya, kama hukumwambia ana haki, kama hukumwambia ana haki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Steve, ndio sababu
tunahubiri Injili ili watu wahukumiwe, ili wasikie, sio waokoke, ili wasikie, kwa sababu watahukumiwa kwa kile walichosikia. Bwana Yesu asifiwe. Akiokoka anaulizwa na Yohana Mbatizaji, nani aliyewaponya mpaka mkakimbia ghadhabu hii? Bwana Yesu asifiwe. Si ndio Yohana aliwaambia wenye dhambi wanamkimbilia kuokoka, kubatizwa. Yohana anamwambia, ni nani aliyewaambia siri hii hata mkakimbia ghadhabu ijayo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tunahubiri Injili ili wasikie. Kwa nini wasikie? Kuna siku tutakaa kwa hukumu. Atapita ambaye hukuhubiri Injili hakufikiwa na neno. Mungu anasema huyo mbaya atapotea kwenye uovu wake, atapotea, lakini damu yake nitaitaka kwako. Hebu muulize jirani yako, una damu ya kulipa? Anayo? Analitangaza ya kuamini. Ndio maana Mungu anasema nataka mtu atakayepiga tarumbeta, atakayesema hapana, atakayesema huku hatwendi, tunaenda huku. Bwana Yesu apewe sifa. Kunyakua kanisa na kuja Yesu mara ya pili, si ndio? Ngoja nikwambie habari hii. Kweli Yesu anakuja, na hii Biblia, kilichozungumzwa kwenye hii Biblia ni Yesu kuja mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Na dalili zote zilizoko huko ni za Yesu kuja mara ya pili, ila kabla hajaja mara ya pili atakuja hapa kati. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dalili mbili zinazoonekana angalau zinazungumzia kabla ya unyakuo. Ya kwanza, Israeli kuwa na mkataba wa amani wa miaka 7 na mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ambao huo mkataba sasa hivi tunavyoongea nchi nyingi zilisha saini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nchi ya mwisho kusaini hivi karibuni ni Bahrain, imesaini kuwa na mkataba wa amani na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atakaye saini mkataba wa mwisho, atakayekuwa wa mwisho kusaini mkataba huu ni mmoja wa Ulaya. Bwana Yesu asifiwe. Na siku akisaini huo mkataba utawekewa umri, utasema huu ni wa miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Aidha sawa na saini au walisha saini au kabla tu hawaja saini au wakati wana saini, sawa tunasema. Bwana Yesu asifiwe. Na dalili ya pili iliyoko huku, dalili ya pili ya unyakuo iliyoko huku ni ya kwanza, wa kwanza au wa mwisho, na wa mwisho au wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe watapoa. Sasa hii dalili hujui wanapoa nini, maana wameshaanza kupoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni dalili relative, ni dalili conditional. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ni lazima litimie neno kabla ya unyakuo. Paulo anakufundisha, anasema ni lazima wa kwanza au wa mwisho, na wa mwisho au wa kwanza. Watu waliookoka, uliowaona wameokoka zamani wako hapo. Ndio maana anasema mwaka huu Mungu anisaidie, na amesema atanisaidia. Amina. Tutasukumizana mpaka twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiweza kumsaidia mtu hata kama ni kwa nguvu, msaidie tu, atakushukuru mbele. Amina. Atakushukuru mbele. Kwa sababu Mungu anakutaka wewe, anataka huyo mtu, anataka huyo mtu kwa ajili ya kusudi lake. Amuokoe.
Biblia inasema wengine wataokolewa kana kwamba ni kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana tunasema mwaka huu ni lazima tufanye kazi ili extra. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuwe halisia, kibiblia halisia. Ndio maana tunaingia kwenye maombi ya kitabu cha Matendo. Kwani tunataka ambayo yameandikwa yaonekane. Nasemaga na nalirudia hili neno, kama umeokoka na uoni, pole, kwa sababu huo ulokole ni mzigo. Yaani umeacha yote au huoni chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua hatua. Nenda mbele za Bwana. Mwambie Mungu no. Hii haiwezekani. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hii haiwezekani. Ni mpaka nione. Ni mpaka nione furaha ya wokovu. Biblia inasema baraka ya Mungu haitangani na huzuni. Hii huzuni inatoka wapi? Haya mateso yanatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sijakataa mateso, lakini nijue sababu. Amina. Paulo aliwaambia watu wa Listra na Antiokia, akasema imetupasa kupata huu ufalme kwa mateso mengi. Kwa haijalishi, ila niachue. Bwana Yesu asifiwe. Shida iliyoko ni vipaumbele na mpangilio na kukomboa wakati. Ngoja nikwambie, sio kwamba tukisema tukutane saa 9 kuomba hapa, ambao hawajaja ni kwamba wamekataa. Wako bize na shughuli. Na sio shughuli mbaya. Sina tafuta kipato. Sasa asitafute afya. Ni shughuli nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata ukimwambia ndio saa 8 basi usiku, ambao tunaamini hutakuwa na hiyo shughuli kama hauko na hiyo shift, bado hawezi kuja. Bwana Yesu asifiwe. Tukimwambia basi chagua wewe. Yaani chagua wewe. Anachagua Jumapili saa 11 hadi saa 12. Alafu hata huko. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba ametaka. Ndio kipindi tulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kipindi tulicho nacho. Amina. Amina. Agnes aliniuliza, "Mwalimu, mbona tunaenda kuomba wanakuja wachache? Yaani najisikia vibaya." Nikamwambia, "Yaani hapo ndio unakosea." Bwana Yesu asifiwe. Sio inatakiwa waje wachache zaidi ya sisi tuliokuja. Kwa sababu kila wanapokuwa wachache wanakuwa halisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza mkaja 20, 10 wanasinzia. Na mtu asiyesinzia ni betri imeisha chaji. Mtu anasinzia kwenye maombi, ni betri imeisha chaji. Ukiweka kwenye betri 6 mpya inanyonya. Waefeso 3:20 inatuambia, "Na tukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Tuyaomba hayo au tuyawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi, sio ndani ya mbingu, ndani yetu." Bwana Yesu asifiwe. Nguvu itakayokusaidia inatakiwa itoke ndani yako. Amina. Nguvu